Bas wa Kenya, jina ni Lawi Arap Korir. Kuna kitu nimesikia na nikashangaa. Wa Kenya, kumbe Shabu ni pesa. Ama ni nini mimi nasikia hapa? Raia watatu kigeni na Mkenya mmoja leo wamekiri kuhusika katika ulanguzi wa wadudu aina ya siafu kwenye mahakama ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA hapa Nairobi. Washukiwa hao wanne wanakabiliwa na shtaka la ulanguzi wa wadudu hao wenye thamani ya shilingi milioni 1.2 baada ya kukamatwa katika sehemu tofauti ya nchi. Washukiwa watajua hatima yao hapo kesho. Mwanahabari Fred Kagonya anaarifu zaidi kutoka mahakamani. Ronoe David na Sepel Lodwick ambao ni raia wa Ubelgiji na raia wa Vietnam Da Hang Nguyen pamoja na Mkenya Dennis Nganga walipatikana na siafu 5440. David na Lodwick wote wenye umri wa miaka 19 walitiwa mbaroni Aprili 5 katika chumba kimoja cha wageni mtaani Naivasha, kaunti ya Nakuru. Polisi waliwapata na siafu wa kike 5000 waliokuwa wamepakiwa katika sindano 2244 zenye thamani ya shilingi milioni 1. Walikubali mashtaka yote walipofikishwa mbele ya hakimu mkuu Njeri Thuku mahakamani JKIA, huku mzazi wa mmoja wao asiweze kuzuia machozi yake kutiririka. Nguyen ambaye ni raia wa Vietnam na Mkenya Nganga walishikwa siku hiyo hiyo jijini Nairobi wakiwa mtaa wa Syokimau wakiwa na sindano 140 na madudu 300, huku polisi wakikisia kuwa na thamani ya $200,000. Nguyen na Nganga walikiri mashtaka hayo mbele ya hakimu mkuu Thuku. 1. The facts are deferred to 15th of April 2025 at 8:30 a.m. The first and second accused be remanded at JKIA police station. The prosecution and the defense are at liberty to verify the number of syringes. It is so ordered. Correct? Wanne hao watajua hatma yao hapo Jumanne watakaporudishwa kotini. Kwa sasa watazuiliwa katika za polisi katika uwanja wa ndege wa kimataifa JKIA. Fred Kagonye, KTN, Nairobi. Nimesikia ati Shabu ni pesa, hata nikashangaa mimi. Shabu iko kila mahali. Nakumbuka hata wakati nilikuwa mtoto, Shabu ikafahamia kwetu. Alituuma bwana mpaka tukatorokea usalama. Tukaenda kwa jirani kuenda kulala. Kwa sababu ilikuwa mingi sana. Nakumbuka hata aliniuma kichwa ya wanaume, nataka wanaume anaelewa. Mpaka nikapiga nduru bwana. Lakini kumbe ilikuwa pesa. Kenya hii watu wengi ni wanafiki. Inaonekana hata kila kitu ni pesa kwa hii Kenya. Serikali anashika watu wenye anachitabutia. Sasa Shabu ni nini? Sasa serikali anachunga Shabu. Nachunga Shabu. Hiyo watu wenye amefungwa anastahili aachiliwe. Ili akuja atuambie pay ama soko ya hiyo Shabu. Mama na kusema ati ulanguzi ya Shabu. Ulanguzi ya Shabu namna gani? Kama Shabu ni pesa na atuchui, kama sio hiyo watu tungechua namna gani? Serikali kama ameshindwa kututabutia soko ya hiyo Shabu sasa. Si area watu waachiliwe na atuambie tuvuge Shabu huwa akikuja akichukua. Kama ni nini bwana? Kumbe tunaumia na kuna pesa kila mahali ni pesa. Kumbe hata ile masineki ya Wachakua inaonekana ilikuwa ukweli. Na ile mafisi, vitu ya mafisi. Kama Shabu inaenda mpaka mamilioni bwana. Mamilioni. Shabu ni mamilioni ya pesa. Mtu anatapata milioni 1 ati kwa Shabu. Na atuchui. Wa Kenya, tuamukieni, tunataka hii watu atuambie hiyo Shabu inapelekwa wapi? Soko ya Shabu. Hiyo watu waachiliwe atuonyeshe soko ya Shabu. Pura kabisa.